Wanawake, maumbo yenu hayakubaliani na suruali jamani. Mnaweka matwano wanaume kwenye matatizo. Wanaume wanapata matatizo hawaambii tu, lakini wanapata matatizo wanaume. Jamani wanawake, acheni kuwatendesha dhambi. Watu wanazidi barabarani, mtu anakwenda na zidi peke yake kwa sababu wewe umevaa vibaya. Acha kwa jina la Yesu, acha. Anasema mchungaji Bwana ana sheria kali. Ndio, hata Yesu ana sheria. Mungu, ikiwa Mungu aliwafukuza Adamu na Eva wawili tu, kanisa ana washirika wawili, walipotenda dhambi akawafukuza wote, akabaki hana mshirika. Sisi leo tunakumbatia watu hawana harimu hadi ya kanisa ili tuwe na washirika wengi. Na leo unakuta hata wametokea wachungaji watoto, mimi nawaita watoto, wamesoma elimu za dunia, ndio wanaotaka kuharibu kanisa la Mungu. Eti kisa wana degree. Unakuta mchungaji mwanamke amevaa suruali wapi? Madhabahuni. Amesema mwalimu wetu wa Sunday school saa hizi, hata kwenye mitandao ukijaribu kusema jambo ambalo watakutukana, mshamba, ujinga. Mimi mshamba? Nimeanza kuhubiri injili wewe hujazaliwa. Hivi unaijua injili tulikoitoa wewe tulikokuwa tunatembea kwa miguu? Leo wewe Mungu atakusaidia, umepata elimu, unatembelea gari alafu unaweza kutuita sisi washamba. Washamba sisi tumelala milimani tunakuombea, hujazaliwa. Tunaomba Mungu aokoe. Tunakimbia, tunafukuzwa na sungusungu, tunapigwa viboko, tunazalilishwa, tunazarauliwa kwa ajili ya injili. Wewe leo unaweza kutuita washamba. Wewe mtoto, wewe unatuita washamba sisi wewe. Biblia inasema hivi, alaniwe aondoae mipaka. Wazee wetu walituwekea nini? Mipaka. Mipaka. Kuna mipaka hata kwa Mungu, kuna mipaka. Hata kwenye familia kuna mipaka. Haleluya. Kuna vitu vingine kwenye familia ni vya baba peke yake, ni vya mwanaume peke yake ndiye anaamua. Sio mwanamke ulete mdomo. Hapana. Wewe ni mwanamke, sema vingine muachie baba atamalizia. Unakuta mwanamke mwingine anamkosoa mume wake mbele ya wageni. Hapo sio hivyo. Amedanganya. Hata kama amedanganya, wewe muache tu adanganye. Baadaye mtakwenda uyatengeneze baadaye. Hawezekana unadanganya ili atetee wanaume wake na yeye hapo nyumbani kwake. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja alipokea mgeni, alafu bahati mbaya kitanda na godoro havikuwepo. Akaanza kumtikia, akaanza kumletea mgeni mfuko, akasema ndugu yangu lala tu usiku, unajua kumekuwa tuna na dharura hivi na hivi, lakini kitanda changu kiko kwa fundi. Anajaribu kutengeneza mazingira. Sasa mwanamke anasema hapo ni miaka yote tunalala chini tu, unavuruga utaratibu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Mungu anauliza, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake? Anasema naam, hawa wanaweza. Watu wanasahau watoto na watoto wanasahau wazazi. Bwana asifiwe. Kweli sio kweli? Wazazi wanasahau watoto na watoto wanasahau wazazi. Hivi bora mzazi amsahau mtoto au bora mtoto amsahau mzazi? Hakuna uafadhali eti? Hakuna uafadhali eti? Halo. Sisi watoto wanasahau wazazi wao. Hata kaniambia tu yuko lazi anyweshe watu mapia na masoda huko barabarani. Amefanikiwa, amepata hela. Lakini mzazi anaishi maisha magumu, anaishi kwa shida. Ndugu, watoto wanafika kule kwa babu yao na bibi yao, hata hicho chakula chenyewe wanakataa kukila. Umepikwa ugali wa udaga, wanauliza hii ni kundi au ni nini ya kutengenezea nini ile wanakoroga, wanapakaza kwenye majumba, wanaita nini? Nini?
Gypsum, wanauza hivi ni ugali au ni gypsum? Bwana Yesu asaidie sana. Unapokuwa na watoto wakati mwingine wapeleke basi kwenye mazingira ya nyumbani, wajifunze hata kula hivyo vyakula vinavyoliwa hapo kwenu. Lakini pale nyumbani kama Mungu anakubariki, jitahidi ukaweke kwenye mazingira angalau. Haleluya. 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 Lakini pia watendee mema wazazi. Maana bila wazazi singefika hapo ulipo. Wapendwa, ukipata 200 kula kamia kengine mpe nani? Mzazi.